Ndugu washiriki, labda nianze kujitambulisha mwenyewe. Mimi naitwa Engineer Faustin Mtesigwa Tarai. Ni mhandisi wa ujenzi wa mkoa, lakini ni katibu tawala msaidizi anayesimamia miundombinu. Kwa sasa katibu tawala wa mkoa yuko nje ya mkoa kikazi, kwa hiyo kwa kipindi hiki na kaimu nafasi ya katibu tawala wa mkoa wa Tabora. Niko mbele yenu kwa ajili ya kuwafungulia kikao chenu, kuwafungulia mafunzo. Lakini kabla sijafungua mafunzo, nitaomba nizungumze machache. Na ukiona tatizo la walimu wa sayansi au tatizo la watoto kutokupenda masomo ya sayansi ni kubwa sana. Na nyinyi mtakuwa mashahidi unapokuwa kule mashuleni. Kwa mfano nikichukulia mfano sisi kama wahandisi, kupitia bodi yetu ya usajili wa wahandisi tumekuwa na kwa nyakati tofauti tunapita kwenye shule za sekondari kwa ajili ya kutoa hamasa ya watoto wajifunze wasome sekondari. Tunaanzia shule za msingi, lakini pia tunahamasisha mpaka kufika kwenye level ya sekondari. Na kupitia hicho kuna vitu ambavyo tumekuwa tunakwenda shuleni tunajifunza. Na ukifika shuleni unaona jinsi hali yani gap lilivyo. Ukiangalia watoto wanaopenda kusoma sayansi na watoto wanaopenda kusoma masomo yasiyo ya sayansi, sehemu kubwa ya watoto wanapenda kusoma masomo yasiyo ya sayansi. Na hasa hawapendi sana mtoto akisikia hesabu. Changamoto ni kubwa. Na changamoto hii sio tu kwa sekondari. Inaanzia shule za msingi. Na kama alivyosema hapa afisa taaluma wa mkoa, inawezekana ni kwa sababu ya mazingira wanayokuwepo au inawezekana ni kutokana na watu wanaowazunguka. Kwa sababu mimi naamini kama tukianza kuwajengea hawa watoto kuanzia chini, yani kuanzia mtoto mtoto kanasal akapenda hesabu, akapenda sayansi, akaja shule ya msingi akapenda hesabu, akapenda sayansi, akapenda hesabu, akaja lazima tu ule muendelezo utakuwa ni mzuri zaidi mpaka atakapokuwa ameenda hata mpaka akifika chuo kikuu. Lakini kama haya yataanza toka nasari, mtoto anaanza kuogopa hesabu, na kutokana na mazingira yanayomzunguka bado akawa anaogopa, yani mtoto mwalimu tu au mzazi tu anamtishia, unasoma hesabu. Yani ile inamjenga kujenga hofu, mwisho anaiogopa, anakwenda kuchagua masomo mengine. Kwa hiyo kama alivyosema nadhani afisa taaluma wa mkoa, liko gap kubwa ambalo sasa hiki kikao chetu au mafunzo kupitia wataalamu wetu ambao wamekuja kutufundisha yatatupatia nguvu. Na nadhani mtakapotoka hapa mtakuwa na vitu ambavyo mtakuwa mmevipata. Kuna vitu ambavyo mnavyo, lakini kuna ambavyo mtajifunza kutoka kwa wawezeshaji, lakini hata nyinyi kwa nyinyi. Ili kwenye ile jamii inayotuzunguka basi tuende kuwajengea uwezo na kuwaimarisha zaidi. Kwamba kati ya wanafunzi 15,125 wavulana wakiwa 7,195 na wasichana 7,390 waliomaliza kidato cha 4 mwaka 2024 ni 24% pekee, sawa na wanafunzi 3,596 ndio waliokuwa wanasoma masomo ya sayansi. Kati ya hao wasichana 1,596 ndio walikuwa wanasoma physics. Sasa unajaribu kuona ambayo hii ni sawa na 19.5. Unajaribu kuliona gap. Kwa ndugu washiriki wa kikao hiki, tuna kazi ya kufanya. Nichukue nafasi hii kuwaomba kabisa na kuwahimiza yale mtakayojadili humu ndani tuwe makini kwenye kuyasikiliza, na kuyasikiliza ni kazi nyingine na kwenda kuyatekeleza ni kazi nyingine. Kwa hiyo tunapoyasikiliza tuyaweke vichwani mwetu. Kama tunadhani kila mtu amepewa diary au amepewa notebook na kalamu, ili yale yote ya muhimu tuweze kuyaandika na tunaporudi shuleni kwetu tuweze kuyafanyia kazi. Jambo la kwanza, dunia ya sasa na inayokuja ni ya sayansi na teknolojia.
Tunahitaji kuwekeza zaidi kwa vijana wetu katika masomo ya sayansi kwa ajili ya kukabiliana na changamoto za dunia ya baadaye. Nadhani hili jambo liko wazi. Ukipata nafasi ya kumwandaa mtoto katika kwenye upande wa sayansi, unayo nafasi ya kumtumia kwenye maeneo mbalimbali. Ukimwandaa mtoto kwa upande wa sayansi, kwa mfano kuanzia shule ya msingi amependa sayansi, amekuja Orevo anasoma sayansi, Elevo advance anasoma sayansi, akienda chuo kikuu bado anayo nafasi, anaweza kusoma hata haya masomo mengine. Anaweza akasoma masomo ya biashara, anaweza akasoma, yani rahisi mtoto kumtoa kwenye sayansi akarudi kwenye masomo mengine ambayo sio ya sayansi, kulikoni kumtoa mtu aliyekuwa anasoma masomo yasiyo ya sayansi kumpeleka kwenye masomo ya sayansi. Kwa hiyo tutumie utaalamu wetu tulionao, tuwajenge wengi wawe na uelewa wa sayansi, ili watakapokwenda kule, watakapokuwa kwenye maisha ya baadaye, kama watakuwa wanaweza kubadilika kutoka sayansi kuja huko, lakini vyote anaweza vikamsaidia kwenye maisha yake. Jambo jingine, tuzingatie afua zote za elimu zinazofadhiliwa na UNICEF, na kama nadhani mafunzo haya yanafadhiliwa na UNICEF, na UNICEF kama mfadhili wetu, ziko afua mbalimbali ambazo anazifadhili. Kwa hiyo tuzichukue afua zote za elimu zinazofadhiliwa na UNICEF na kuzifanya kuwa sehemu ya shughuli zetu za kila siku katika uendeshaji wetu wa kazi. Hiyo itasaidia kuzifanya afua hizi kuwa endelevu. Kuanzisha jambo ni jambo jingine, lakini uendelevu wake ni jambo jingine. Kwa hiyo tujitahidi kwenye yale mambo yote ambayo tunakuwa tunayaanzisha yawe endelevu. Ndio jamani? Mambo mengi hata kwenye maisha, unaweza ukaanzisha biashara au unaweza ukaanzisha jambo fulani, lakini sustainability ya kile ulichokianzisha, wengi kwetu ni changamoto. Kwa hiyo tuchukue kupitia haya mafunzo kile ambacho tutakuwa tumekipata kutoka kwenye mafunzo yetu ya leo, basi nadhani tutakapoenda kuanza kukitekeleza kwenye maeneo yetu ya kazi, basi kiwe na uendelevu. Aidha, tayari zipo afua mbalimbali za elimu ambazo UNICEF wametusaidia. Tukiwa kwenye mwaka wa 3 wa utekelezaji, tunatakiwa kufanya tathmini ili kubainisha mafanikio yote yaliyopatikana katika afua hizo. Nadhani wengi ambao tunashiriki kikao hiki cha leo au mafunzo haya ni muendelezo wa miaka 3 nyuma. Kwa na miaka 3, nadhani hata kama unachora grafu utaangalia. Mwaka wa kwanza ulikuwa hapa. Njia yote ambayo utaitumia kufanya tathmini, utajua. Kwenye mwaka huu tulikuwa hapa, malengo yetu yalikuwa ni haya, tumefanya asilimia fulani. Kwenye mwaka huu unaofuata, kwenye mwaka uliofuata tulikuwa hapa, ukilinganisha mwaka uliopita na mwaka huu tuko kwenye nafasi gani? Je, kwenye mwaka wa 3, miaka 2 ya nyuma tulikuwa kwenye nafasi gani? Je, tunapanda au tunapungua? Inapungua. Grafu inaenda au inashuka? Au imekwenda alafu imeshuka? Kwa katika nadhani hiki kipindi cha miaka 3 kinaweza katupatia picha. Sijuzi tu tumeadhimisha siku ya wanawake duniani. Si watoto wa kike ni sehemu ya hao wanawake kwa ujumla. Si ndio jamani? Kwa nadhani tuipatie kipaumbele. Jambo jingine ambalo naomba nisisitize ni kuwaelekeza na kuwasimamia walimu wote wa sayansi na hisabati kutokuwa chanzo cha wanafunzi kuyachukia masomo ya sayansi. Nadhani ili tumelizungumza kwa kina, tumetoa mifano na afisa elimu taaluma wa mkoa ametoa mifano kwamba sisi walimu ndio tunakuwa tena ni changamoto badala ya kutoa hamasa na kuwashawishi watoto wa kike au na watoto kwa ujumla waweze kusoma masomo ya sayansi. Na bahati nzuri ametoa mpaka mfano na sehemu ambayo amekwenda na jinsi ambavyo watoto wamekuwa wanalalamika. Jambo jingine ambalo naomba nilisisitize ni kufikiria na kubuni vichocheo vitakavyosaidia wanafunzi kupenda na kusoma masomo ya sayansi na hisabati. Dhani haya tumeyazungumza na hapa ni kuyasisitiza tu tuweze kujiandaa vizuri. Na la mwisho ni kutumia mafunzo haya ili kuongeza maarifa. Hilo neno maarifa nadhani mlipigie mstari. Hivyo washiriki wote mnasisitizwa kutumia muda huu ipasavyo na
na kusiwepo na hudhuru za namna yoyote ile wakati wa mafunzo. Baada ya kusema hayo, naomba nitamke rasmi kuwa mafunzo yetu ya walimu wa masomo ya sayansi yanayoanza kufanyika leo kwenye mkoa wetu wa Tabora nimeyafungua rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Umetupa maneno ambayo yanaonesha kwenye tasnia yenu ya uhandisi bado mnahitaji rasilimali watu. Na rasilimali watu ile tunaipata wapi kama hatutawekeza kwa wanafunzi wetu huku chini, ili tupate graduates wengi wa kwenda vyuo vikuu. Tunakushukuru sana mgeni rasmi, na tunaamini tutayatendea haki. Pekee kabisa mimi niseme mafunzo haya yamekuja kwa wakati muafaka kwetu Tabora. Kwa hiyo kwa mafunzo haya tunaishukuru UNICEF, lakini tunashukuru kwa namna ulivyodadavua na kuelezea hapo kwamba inawezekana kila mtu atimize tu wajibu wake. Sisi maafisa elimu, lakini wasaidizi wetu hawa mafocal person, walimu wetu ambao wamechaguliwa leo wamekuja kwenye haya mafunzo, kwa wao kuwa chachu kueneza hii mbegu na hii taratibu kwamba watoto wa kike wapende masomo ya sayansi, ili walau tunakokwenda huko tunaposema 50 kwa 50 tuwe na mainjinia, tuwe na madaktari, tuwe na walimu wote ambao ni mzani ubalance, yani wa kike na wa kiume. Mimi nikushukuru sana mgeni rasmi, na tukuahidi sisi kama maafisa elimu na wenzangu, lakini mafocal person pamoja na walimu, tutakwenda kufanya kazi. Tutahamasisha mashindano ya masomo ya sayansi, lakini kuna practical na nini, vyote viende sambamba, ili watoto wanapokuwa madarasani wasijione wanyonge. Watoto wa kike waone wao wanaweza sawa na watoto wa kiume. Mimi nikushukuru sana, tunakushukuru. Mungu akubariki. Karibu tena na tena. Asante, ubarikiwe. Kwa majina naitwa Mwalimu Harriet Pasco Francis, nafundisha Vumilia Sekondari, iko mkoa wa Tabora, wilayani Urambo. Dhana ya watoto wa kike na masomo ya sayansi kiukweli ni ya muda mrefu. Watoto wa kike, mabinti, wanaogopa sana masomo ya sayansi na hisabati, wakiamini kwamba ni magumu. Na kwa ushahidi, ukiangalia kwenye takwimu, mabinti wanaosoma masomo haya ya sayansi pamoja na hisabati kwa miaka 2-3 ya nyuma iliyopita, utagundua kidato cha 4 ni wachache sana ukilinganisha na wavulana. Kwa maana hiyo, kama tunavyofahamu kwamba dunia ya sasa hivi ni ya sayansi na teknolojia, tunapunguza wataalamu wengi watakaotuwezesha mambo mbalimbali huko baadaye. Kwa maana hiyo sasa, baada ya semina hii, nategemea kwanza ninawezeshwa kwenda kuwashawishi wale mabinti kujua umuhimu wa kuyasoma masomo ya sayansi na hisabati, na pia namna ya kuwaelewesha kwamba sio masomo magumu, ni masomo mepesi tu kama yalivyo masomo mengine, isipokuwa wakijengewa uwezo, wakitengenezewa mazingira rafiki, wanaweza wakayasoma na wakafaulu bila wasiwasi. Kwa majina naitwa Hamisi O Chingwalu, mwalimu kutoka shule ya sekondari Tabora Vulana, inapatikana Tabora Manispaa. Kwanza kabisa nipenda nishukuru serikali yangu ya Tanzania kwa kutuletea semina hii kwa kushirikiana na UNICEF. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimeleta faraja sana na kinakwenda kubadilisha mtazamo mkubwa sana kwa wanafunzi wa kike pamoja na watoto wetu kwa ujumla katika shule za sekondari. Semina hii inalenga kuhamasisha wanafunzi wa kike kuyapenda na kuyamudu masomo ya sayansi. Baada ya semina hii, nategemea kutakuwa na ongezeko kubwa sana la wanafunzi wa kike katika kuyapenda, kuyamudu na kuweza kuyafaulu masomo ya sayansi, ikiwemo kuanzisha nyanja mbalimbali au taasisi mbalimbali za kibinafsi, lakini pia za kiserikali, namna gani ya kuongeza idadi ya wanafunzi mashuleni, lakini vile vile kuinua ufaulu wao. Tumekuwa na ufaulu wa chini sana wa masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa kike, lakini kupitia semina hii walimu tunajifunza mbinu mbalimbali, tunajifunza namna mbalimbali za kufanya tathmini, kufanya ufuatiliaji, lakini vile vile kujua changamoto na kuweza kuzibainisha na kuzifanyia utafiti na kuzitatua.